Bwana Yesu asifiwe sana na kusalimia ndugu mtazamaji katika jina la Yesu. Ni mchungaji Geoffrey Sagaya hapa nikikuletea ujumbe huu wa neno la Mungu, somo maalum kabisa ambalo naamini kabisa litakujenga na litakufanya kabisa uendelee kumkulia Kristo, kukua katika imani. Na nikukaribishe sana kwenye masomo yetu haya ambayo yatakuwa endelevu. Hii ni moja ya somo hilo, lakini kutakuwa masomo mengine ambayo yatakuwa yakiendelea. Na leo Mungu ametupa neema hii ya kuanza. Nitakwenda kuzungumza kwa habari ya mambo unayopaswa kuyafahamu kabla hujaamua kuingia kwenye ndoa. Na kabla sijaendelea, basi niombe. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru sana kwa ajili ya wakati huu. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa ajili ya muda huu mzuri ambao Bwana umetupa. Tunapoenda kujifunza ujumbe huu, naomba Bwana Roho wako Mtakatifu atusaidie. Bwana mbariki hata mtazamaji wangu anaenda kufuatilia vipindi hivi, ili Bwana aweze kuelewa hiki ninachozungumza, na kwa msaada wako Bwana kuweza kujengwa kulingana na neno lako. Katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Kama nilivyosema kwamba tutaongea kuhusu mambo unayopaswa kufahamu kabla hujaingia kwenye ndoa. Na kumbuka, hili sio somo la ndoa haswa, lakini ni somo la maandalizi ambalo linakuandaa wewe ambaye hujaingia kwenye ndoa, ili uweze kuwa na ufahamu mpana kabla hujaingia kwenye ndoa, kwa sababu ndoa ni kitu cha baraka sana. Ndoa ni kitu kizuri. Ndoa ni kitu ambacho kinabadilisha maisha yako. Ndoa ni kitu ambacho kinabadilisha kabisa hatima yako. Kwa hiyo ni vizuri uwe na uelewa mzuri mpana, hata kama sio sana, lakini angalau uwe na wanaita ABCs ambazo zitakusaidia kuelewa kwamba unapoingia kwenye jambo hili la ndoa unaingia kwenye nini. Kwa hiyo, na kila mwanadamu hapa duniani, kama sio wote, lakini wengi wetu tunatamani kuwa kwenye ndoa nzuri. Sio tu madam ziwe ndoa, lakini tunatamani kuwa kwenye ndoa nzuri. Hiyo ndio tegemeo la Mungu, ndio tamanio la Mungu, na ndio tamanio la sisi sote kama wanadamu. Tamanio la wazazi ni kuona vijana wao ama mabinti wao wanapata ndoa nzuri zenye amani, ambazo zitawapeleka mahali ambapo watafika kwenye hatima zao. Kwa hiyo ni vizuri sana kwamba tukiyajua haya ambayo naenda kuyazungumza hapa, yatakusaidia wewe kijana ambaye hujaingia bado. Pengine nitagusa hata walioingia, lakini hasa ni kwa ajili ambao bado ndo wanajiandaa, ambao wako mavyuoni huko, wako mashuleni, wengine wako mtaani wafanya shughuli zao, lakini wanajiandaa kuingia. Hii itakusaidia sana. Sasa kwa nini ni muhimu sana kujiandaa? Kwa sababu Biblia inasema katika Hosea 4:6 kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kukosa maarifa kwenye jambo lolote lile inakusababishia uangamivu. Ukiona unaangamia kwenye jambo lolote unalofanya, ukiona kwenye biashara unaangamia, ukiona kwenye ndoa unaangamia, ukiona kwenye nini unaangamia, maana yake kuna maarifa ambayo umeyakosa. Kwa hiyo kumbe, tukiwa na maarifa juu ya jambo fulani, tukiwa na maarifa juu ya kipindupindu kwa mfano, hatuwezi kuugua kipindupindu. Tukiwa na maarifa juu ya magonjwa fulani, ndio maana kuna nchi zingine za wenzetu kuna magonjwa fulani ambayo hayapo, kwa sababu wana maarifa ya kutosha, walishayashinda hayo magonjwa. Lakini kuna sehemu ambazo bado tunahangaika na magonjwa fulani ambayo duniani yalishatoweka, kwa sababu hatujafikia kile kiwango cha maarifa ambacho tunatakiwa tukifikie ili kuweza kushinda. Kwa hiyo Biblia inaposema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, sio kwa kukosa maombi, sio kwa kukosa fedha, sio kwa kukosa kitu fulani, ni kwa kukosa maarifa. Sasa hata kwenye ndoa kuna uangamivu unaweza ukatokea ikiwa mtu ataingia bila maarifa, ikiwa mtu ataingia tu bila kufanya nini, bila kujua ni kitu gani anachokiingia. Kwa mfano, hata wanaoendesha magari barabarani lazima wawe na maarifa ya kuendesha magari barabarani. Usipokuwa na maarifa ya kuendesha magari barabarani, utaangamia au utasababisha maangamivu hata kwa watu wengine. Kuna watembea kwa miguu, kuna wenye magari wenzako. Sasa ukiwa na maarifa, ukienda shule ukafundishwa, maana yake utafuata sheria, na ukifuata zile sheria, basi inakusaidia kwamba usilete nini, kuangamiza wenzako, wala wewe mwenyewe usiangamie. Kati ya mambo ambayo unatakiwa kujua, ni vizuri uelewe kwamba Biblia inasema nini kuhusu ndoa. Ni vizuri sana uelewe kwamba hivi
Biblia inasema nini kuhusu ndoa. Ni vizuri uwe na ufahamu huo. Kama una soma Biblia, kama uwezi kusoma Biblia, basi uliza mchungaji wako, uliza watu wengine, viongozi wengine wanaojua, wakueleze kwamba hivi msimamo wa Biblia kuhusu ndoa ni nini, inasemaje. Jambo lingine unalopaswa kujua, angalia mila na tamaduni zenu. Mila na tamaduni husika zinasemaje kuhusu ndoa. Mila na tamaduni husika, kwa maana kwamba kama wewe ni Mwafrika, mila yenu ya Kiafrika inasemaje kuhusu ndoa. Lazima uelewe, usiingie tu ili baadaye uanze kusumbua. Lazima uelewe na ufahamu. Kama wewe labda unataka kuoa kwa Wahindi, lazima uelewe Wahindi mila zao zinasemaje kuhusu ndoa. Lazima uwe na ufahamu huo. Alafu vile vile lazima uwe na ufahamu kwamba sheria ya ndoa kwenye nchi yako inasemaje. Kwenye nchi zingine ndoa ni mkataba. Kwenye nchi zingine ndoa sio mkataba, ndoa ni maagano. Lazima uelewe hayo. Kwa ujumla tu ni vizuri sana kuwa na huo uelewa wa jumla. Uelewe kwamba Biblia inasema nini, uelewe kwamba mila na tamaduni husika zinasemaje, uelewe kwamba sheria ya ndoa kwenye nchi yako inasemaje. Ukishaelewa hayo mambo kwa ujumla, sasa ndio twende tuangalie sasa hapa yale mambo ambayo unapaswa kuyafahamu sasa.